Biblia Takatifu, kitabu cha Malaki, sura ya kwanza. Ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki. Nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia, na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Ijapokuwa Edomu asema, tumepondwa pondwa, lakini tutarudi na kupajenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha, na watu watawaita mpaka wa waovu, na watu ambao Bwana anawaghadhabikia milele. Na macho yenu ninyi yataona, nanyi mtasema, Bwana ndiye mkuu kupita mpaka wa Israeli. Mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu ki wapi? Bwana wa majeshi awauliza ninyi, na enyi makuhani mnaolidharau jina langu. Nanyi mwasema, tumelidharau jina lako kwa jinsi gani? Mnatoa chakula kilichotiwa unajisi juu ya madhabahu yangu. Nanyi mwasema, sisi tumeutia unajisi kwa jinsi gani? Kwa sababu mwasema, meza ya Bwana ni kitu cha kudharauliwa. Tena mtoapo sadaka aliye kipofu si vibaya, na mtoapo sadaka kwa walio vilema na wagonjwa si vibaya. Aya, mtolee liwali wako. Je, atakuwa radhi nawe? Au atakubali nafsi yako? Asema Bwana wa majeshi. Na sasa nawasihi, ombeni fadhili za Mungu, ili tupate neema, ikiwa jambo hili limetokea katika mikono yenu. Je, atawakubali nafsi zenu? Asema Bwana wa majeshi. Laiti angelikuwapo kwenu mtu mmoja na kuufunga milango, msije mkawasha moto bure madhabahuni pangu. Sina furaha kwenu, asema Bwana wa majeshi, wala sitakubali dhabihu yoyote mikononi mwenu. Kwa maana tokea mawio ya jua hata machweo yake, jina langu ni kuu katika mataifa, na katika kila mahali unapotolewa uvumba na dhabihu safi kwa jina langu. Maana jina langu ni kuu katika mataifa, asema Bwana wa majeshi. Lakini nyinyi mnalitia unajisi, kwa kuwa mwasema, meza ya Bwana imetiwa unajisi, na matunda yake, yani nyama yake, kudharauliwa. Tena mwasema, tazama, jambo hili linatuchokesha namna gani? Nanyi mmelidharau, asema Bwana wa majeshi. Nanyi mmeleta kitu kilichopatikana na kwa udhalimu, na kilema, na kilicho kigonjwa, ndivyo mlivyoleta sadaka. Je, nikubali hii mikononi mwenu, asema Bwana? Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume, akaweka nadhiri
ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema, kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Biblia Takatifu, kitabu cha Malaki sura ya 2. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni, ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha zilaani, kwa sababu hamyatii haya moyoni. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu. Nanyi mtaondolewa pamoja nayo, nanyi mtajua ya kuwa mimi nimewapelekeeni amri hii, ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nitampa ili aogope. Naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu haukuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uovu. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Bali ninyi mmegeuka mkaicha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmelidharau agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Kwa sababu hiyo, mimi nami nimewafanya ninyi kuwa kitu cha kudharauliwa na unyonge mbele ya watu wote, kama vile ninyi msivyozishika njia zangu, bali mmewapendelea watu katika sheria. Je, sisi sote hakuna Baba mmoja? Mungu aliyetuumba siye mmoja tu? Basi mbona kila mmoja wetu amemtenda ndugu yake mambo ya hiana, tukilinajisi agano la baba zetu? Yuda ametenda kwa hiana, na chukizo limetendeka katika Israeli na katika Yerusalemu, maana Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana aupendao, naye amemuoa binti wa Mungu mgeni. Bwana atamtenda mtu atendaye hayo, yeye aliye macho, na yeye ajibuye amtenga na hema za Yakobo. Pia atamtenga yeye amtoleaye Bwana wa majeshi dhabihu. Tena mnamtenda haya, nayo mnaifukizia madhabihu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata msiangalie tena hii dhabihu, wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi
ambaye alikuwa na ufahamu kidogo? Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini na roho zenu. Mtu awaye yote asiyemtenda mke wa ujana wake mambo ya hiana. Maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Naye aifukizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Mmemchokesha Bwana wa kwa maneno yenu. Lakini ninyi mwasema, tumemchokesha kwa maneno gani? Kwa kuwa mwasema, kila atendaye mabaya ni mwema machoni pa Bwana, naye huwafurahia watu hao. Au Mungu mwenye hukumu yuko wapi? Biblia Takatifu, kitabu cha Malaki sura ya 3. Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana anayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano aliyemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakaye stahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi. Atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Wakati ule ndipo dhabihu za Yuda na Yerusalemu zitakapopendeza mbele za Bwana, kama katika siku za kale na kama katika miaka ya zamani. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazizi na juu yao waapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kuajiliwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake. Wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Tokea siku ya baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili
kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote waiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana, lakini ninyi mwasema tuseme maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wajengwao, naam, mjaribuo Mungu ndio mponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu. Hasa nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanamke mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya mwenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Biblia Takatifu, kitabu cha Malaki sura ya 4. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inakuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, juu ya haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi, ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyomwamuru huku Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na ya kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao,
ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Neno la Bwana.